Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika Kamwangi. Na leo nilisema, unajua nimefika hapa Kamwangi mara nyingi, lakini nilikuwa nakujanga usiku. Tunamkumbuka tulisimama hapa usiku mara mbili. Leo nimekuja mchana. Ndio niwaone uso jameni. Asanteni sana, tulikuja hapa tukaomba kura zenu. Na mimi Kamwangi nataka niwaambie asante sana kwa kura zenu. Neguo, nasema asante sana. Na kwa sababu mmetupatia nafasi ya uchaguzi, ya kuchaguliwa MCA wetu hapa, wabunge wetu, senator, mama county, governor, Rigiji huyu na mimi, sisi wote ni timu moja. Neguo. Lakini leo kwa sababu tulikubaliana ya kwamba wili haitaanza, ni kazi itaendelea. Si tulisema kazi ndio itaendelea? Ndio nimefika hapa leo kwa mambo ya barabara yenu hii. Mnajua hii barabara imekwama siku mingi. Lakini nimekuja miezi 2-3 iliyopita, nilikubaliana na wizara ya kwamba hii barabara lazima tukamilishe. Barabara hii kutoka Thika huko kufikia hapa Kamwangi kwenda Gakoe mpaka ifike ile barabara ya kushika inaenda kule Nakuru. Hiyo barabara mimi nataka niwaambie, nimekubaliana na engineer, nimekubaliana na contractor ya kwamba kabla ya April next year hii barabara iwe imekamilika. Tunaelewana jameni? Hii barabara iwe imekamilika. Na ile barabara ingine ambayo nilikuja pale Gatundu ambayo inaenda mpaka Matara, hiyo barabara pia imekwama. So tumekubaliana huyu contractor lazima amalize hii, na ile ya Gatundu kwenda Matara pia lazima tuishughulikie kuanzia mwezi ujao ama mwezi wa 12 tukuje tuikamilishe, ndio barabara za hapa zikae sawa. Tumeweka hapa shilingi milioni 50. Lakini nimekuja nikapima milioni 50 haitoshi. Vile nimeona. Sasa nitamwambia wizara wakuje tena. Waangalie vizuri. Ndio tujenge soko inatoshana na watu wa Kamwangi. Si ndio? Neguo. So atakuja hapa wiki ijayo, tulikuwa tumetangaza. Nimekubaliana na mbunge wenu pamoja na gavana wa hapa ya kwamba hii soko na viongozi wenu hapa ya kwamba hii soko tuibadilishe vizuri. Na tujenge hapa soko hata kama ni ya ghorofa 1 ama ghorofa 2. Ndio muwe na soko ya sawa sawa. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Vile vile hapa nimeambiwa town yenu hii barabara hakuna. So huyu contractor mwenye anafanya hapa vile vile ajenge barabara za hapa town. Hii town Kamwangi hii mpaka ikae imekuwa kama town. Ikaje kukaa kama kijiji. Ama namna gani? Wewe Mbogwa umesikia? Engineer kwa wapi Mbogwa? Hii barabara ya Kamwangi hapa barabara iko kama kilomita 2-3 tengeneza. Ndio hawa watu wasikue wanakanyaga matope wakiwa katika town. Si ndio? So vile vile hapa nimeambiwa kwamba hamuna maji. Na ndio mama wetu Alice amekuja na contractor awatengenezee maji. Ndani ya wiki 2 mtakuwa mnakunywa maji hapa. Tunamna hiyo waziri. Tumekubaliana? Sawa sawa. 2 weeks maji ya hawa watu soko hapa kuwe na maji na hata watu wa kijiji hapa wapate maji. Tunaelewana jameni? Vile vile mbali na hii soko yenu ya Kamwangi, tunawajengea soko ingine pale Gakoe. Tunawajengea soko ingine pale Gatundu. Na tunataka tuhakikishe hapa Kiambu tumekubaliana tunajenga soko zingine 20. Kwa sababu tulikubaliana na mama mboga ya kwamba hata na yeye atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, kwa sababu kazi ni kazi. Nego kanatiguo. Si namna hiyo? Kwa hivyo tumekubaliana na county government ya hapa Kiambu ya kwamba tutashirikiana
national government na county government tuhakikisha kwamba soko 20 inajengwa Kiambu. Tayari soko 11 tumetangaza kandarasi ya ujenzi, tunatafuta contractors na wataanza ndani ya mwaka moja, hiyo soko yote itakuwa imekamilika. Hapa ile mashamba ya serikali, mahali tunataka kujenga manyumba, kuna watu wameenda kutengeneza titles ya ukora. Kuna watu wameenda pale wanajaribu kupanga mambo ya kugrab hiyo mashamba. Mimi nataka niambie regional commissioner hapa, wale wakora wote wamevamia shamba ya serikali wamekwama pale, waondolewe. Sisi tunataka kujenga manyumba, hawa wananchi wapate nyumba kwa bei nafuu, kwa sababu tunataka kuondoa slums na tunataka kila mwananchi aishi mahali pana heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ile nyumba inalipiwa saa hii shilingi 20,000, tunataka kuleta chini mpaka shilingi 5,000, 6,000, na hiyo nyumba unaweza kulipa mortgage. Baada ya miaka 15, 20 nyumba inakuwa yako. Tunaelewana jameni? So bwana wa Matangi na county government, mupange maneno vile tulikubaliana. Regional commissioner, wale watu wote wamekalia shamba ya serikali mahali tunataka kufanya affordable housing, watoke mara moja. Na nyinyi vijana mujipange, kwa sababu hizo nyumba 10,000 tunaanzisha Disemba. Ile nilikuja kuanzisha pale Ruiru, saa hii imefika 50%, na nilikuja kuanzisha miezi 3 iliyopita. Hii 10,000 tunakuja kuanzisha hapa Kiambu. Nyinyi vijana wa Kiambu mkue tayari, nyinyi ndio mtajenga hizo manyumba. Tunahitaji vijana karibu 20,000 kuanzia Disemba wa kujenga hizo manyumba. Nyinyi vijana wa Kiambu mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Ikihitajika watu ya plumbing mtakuja? Wale electricians watakuweko? Na wale masons watakuweko? Na wafanyikazi wale wengine wote mtakuweko? Hiyo ndio mpango yetu, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira, wajisimamie, wasimamie familia zao, ndio tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Tumekubaliana? Vile vile huyu Korori ambaye ni mjumbe wenu, tumekubaliana ya kwamba kila ward hapa Gatundu North na kila ward katika kila constituency Kiambu na Kenya, tumekubaliana kila ward lazima iwe na ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta 300, 400. Vijana hawa tuwafutishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira katika digital ecosystem. Vijana mko kufundishwa mambo ya kompyuta ama mtashindwa? Ufinya kompyuta itawashinda? So tumekubaliana, na mimi nataka tukubaliane ya kwamba lazima tupange ajira ya vijana. Mambo ya housing tutawapangia ajira pale. Maneno ya ICT tutawapangia ajira pale. Na tumekubaliana hapa Kiambu tunakuja kujenga County Aggregation and Industrial Park ambayo tayari imefanyiwa award. Mimi nitatuma waziri ambaye anahusika Moses Kuria akuja anzishe. Mimi nitakuja kuweka jiwe la msingi ndio tuweze kukamilisha County Aggregation and Industrial Park kwa mwaka mmoja inayokuja, ndio tutumie kukusanya mazao yenu. Tuweke pale mambo ya cold rooms, tuweke pale mambo ya common user facilities ambayo itatumika kwa agro processing na value addition. Na vile vile tutumie kupanga masoko na tuweke storage, kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuondoa mambo ya matatizo ya umaskini katika taifa letu la Kenya. Hatutaki brokers na cartels na wakora waangaishe wakulima na mazao yao. Sasa hawa watu tutakutana na wao pale sokoni tukiwa na mazao yetu tumefanyia value addition, and that is why we are doing the County Aggregation and Industrial Park. Tumekubaliana jameni? Hiyo ndio mpango yetu ya kupeleka hii maneno ya Kenya mbele, kwa sababu tunataka saa ile tunajenga barabara, pia tuna mpango ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila mwananchi, either awe na ajira ama awe na biashara, ndio tuhakikisha kwamba tunafukuza umaskini kutoka kwa wananchi pale mashinani.
Tumekubaliana jameni? Mnasema tuende mbele pamoja kabisa. Hebu ni wale wanasema tunaenda mbele pamoja. Bas, kwa sababu niko na shughuli nyingine na nimekubaliane vile tunaenda mbele pamoja. Mambo ya maziwa tumekubaliana lazima tupunguze gharama ya chakula ya ng'ombe na gharama ya chakula ya kuku na ile mazao na ile mifugo ingine, na ndio sababu tumesema tunaondoa ushuru kwa mambo ya yellow maize, ndio tuhakikisha kwamba chakula ya ng'ombe tunapunguza bei yake, ndio tuzalishe maziwa zaidi. Na tumekubaliana na hawa county government watupangie mahali tutakuja kuweka milk coolers, ili tuhakikisha kwamba tunasaidia wakulima wakusanye mazao yao, wakusanye maziwa yao, ndio tuhakikisha kwamba wanapata soko sawa sawa. Nyinyi wakulima mtafanya bidii? Mtafanya bidii? Tuko pamoja? Bas, hapa sasa mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Si mnajua mimi niko na mtu ananisaidia hii kibarua? Anaitwa nani? Mtu ya kusema ukweli? Wapi nduru ya Rigiji tuone?